Halo, unasalimiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Ninakupenda sana ndugu yangu mpendwa. Wewe umekuwa ni mtu wa maana sana na ni wa muhimu sana katika maisha yako. Siku ya leo imekuwa ni nzuri na muhimu sana, na ndio maana nimekuja kwako nikiwa na bashasha na furaha kubwa sana kwa kile ambacho ninaona Mungu anaenda kukutendea na Mungu anaenda kufanya kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ndugu yangu, mimi nakupenda sana. Jina langu naitwa Mchungaji Mwanja. Siku ya leo imekuwa ni maalum sana na ni muhimu sana, ambayo ninatamani kushiriki na wewe neno zuri la upendo wa Kristo juu ya maisha yako. Ndugu yangu mpendwa, nataka nikuulize swali moja. Je, umewahi sikia habari ya muujiza? Bwana Yesu asifiwe sana. Na yawezekana ni kweli umesikia, iko miujiza mingi ambayo pengine unaisikia kwenye television, unaisikia labda pengine kanisani ukienda, unasikia watu wakishuhudia ya kwamba mimi nimetendewa, lakini ajabu yake wewe hujawahi tendewa muujiza. Lakini siku ya leo nimekuja ni kusimulia habari njema ya kwamba na wewe leo Yesu anakutokea na kutendea muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, wakati mwingine mara nyingi umeweza kufikiri kwamba labda pengine wale watu huwa wanatunga, inakuwa sio kitu cha kweli. Unajua, kuna wakati fulani unaweza ukawa umeomba kwa muda mrefu, umetamani sana hayo ambayo wengine wanasimulia na kushuhudia ya kutokea na hajawahi kutokea. Lakini siku ya leo ninayo habari njema, na wewe siku moja utakuwa ni mmoja wao watakaosimulia kile Bwana amewatendea kwenye maisha yao. Je, unaamini? Bwana Yesu asifiwe sana. Najua pengine umekata tamaa, hata unasema kwamba mimi sasa sina kingine ambacho Mungu anaweza nitendea kwenye maisha yangu. Leo nataka niseme hakuna mtu ambaye hakuna kitu ambacho Mungu hawezi kutenda kwenye maisha yake. Na mimi leo nataka niseme ya kwamba kuna kitu ambacho utaamini Mungu anaenda kutendea baada ya kumaliza session hii tulionayo wakati wa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niseme hivi, miujiza ni kitu halisi na ipo kabisa. Na founder wa miujiza, mwanzilishi wa miujiza au mtenda miujiza mkuu sio mtu mwingine, ni Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mizimu, mashitani yanafanya yale ni mauzauza tu na mazingaombwe, lakini miujiza halisi ni Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukienda kuangalia toka manabii wa zamani walikuwa wanatabiri na kutaja kwa habari ya kuzaliwa kwake, kwa sababu ni kitu cha ajabu. Kwanza, hakuna mwanadamu anayeweza kuzaliwa pasipokuwa na baba. Wewe umewahi hicho kitu? Nenda kaangalie, Biblia imesimulia hicho kitu. Kaangalia hata vitabu vingine vya dini nyingine navyo vinasimulia ya kwamba ni kweli, vinathibitisha kwamba Yesu alizaliwa pasipokuwa na baba. Alizaliwa kwa Bikira Mariamu. Je, huu si muujiza? Biblia inatuambia kile kitabu cha Isaya sura ile ya 7 mstari wa 14. Anasema kwamba tazama, bikira atachukua mimba naye atamzaa mwana, naye jina lake ataitwa Emmanuel. Yaani Emmanuel maana yake ni Mungu pamoja na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu pamoja na wewe. Yesu ni Mungu pamoja na wewe. Jina lake anaitwa Emmanuel. Lakini pia sura ile ya 9 inasema kwamba tazama, tumepewa mtoto wa mwanamume ambaye uwezo wa kifalme mabegani mwake. Jina lake anaitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Mfalme wa amani, na maongeo yake yatakuwa hayana mwisho. Huyo mtoto ambaye tumepewa, ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sasa ukienda kuangalia kama hao manabii wanasimulia kitu cha kipekee cha jinsi kama hii, nini maana yake? Maana yake kumbe yeye sio mtu wa kawaida na sio kitu cha kawaida wala sio miungu. Yesu Kristo ni Mungu halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua yawezekana upendi kusikia jambo hili, lakini ni ukweli wake wenyewe, wala haiwezi kukanushika. Hata kama tukapindisha, unaelewa yeye ni mwana wa Mungu, unaelewa alichaguliwa kuwa miongoni mwa wana wa Mungu aliye hai, lakini ukweli ni kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu na ndiye mtenda miujiza mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 9, Biblia inatuambia kwamba tazama, wakamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Na Yesu alipoona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, jipe moyo mkuu, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitarudia tena. Sasa kwamba natazama wakamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Na Yesu alipoiona imani yao, kama vile ambavyo leo hii unaonyesha imani yako, Yesu akasemaje? Akamwambia yule mwenye kupooza. Na mimi Yesu kupitia mahubiri haya anaenda kukuambia na wewe ya kwamba katika jina la Yesu Kristo, jipe moyo mkuu. Kuanzia leo hii hautaumwa tena. Kuanzia leo hii hautakuwa mgonjwa tena. Kuanzia leo hii hautafungwa tena. Kuanzia leo hii wewe ni mzima katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana mambo yako yamekuwa katika kufa katika jina la Yesu. Leo nimekuja nikutangazie Yesu mtenda miujiza anasema, jipe moyo mkuu. Biashara yako, kazi yako, mambo yako, ndoa yako imepona kwa jina la Yesu aliye hai. Ninatangaza uzima sasa kwako na wewe ukujiliwe uwe na kicheko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimeshuhudia katika huduma hii nilionayo ya kichungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nachunga maeneo haya hapa Morogoro, niko Morogoro hapa Morogoro mjini. Nimeshuhudia yale mambo mengi Mungu ameyafanya. Mungu amewaponya wenye HIV katika huduma yangu. Nimeshuhudia kwa macho. Nimeshuhudia Mungu akiwaponya watu waliokuwa wameharibika kansa na wameharibika figo zao. Siku moja kulikuwa na mtu mmoja alikuwa ni daktari, na alipokuwa katika majukumu yake akapata shida kidogo. Alikuwa anamhudumia mgonjwa, na yule mgonjwa alikuwa anamfanyia upasuaji. Sasa alipokuwa akimfanyia upasuaji, bahati mbaya akajikata, akajiumiza. Alipojiumiza na kuenda kuangalia, kumbe yule mgonjwa alikuwa anamfanyia kumbe ana HIV. Kwa nini kilichotokea? Ikabidi aanze kunywa dawa ili kujikinga na yale maambukizi yasiweze kutokea ndani yake. Lakini akaja akapata side effect nyingine. Figo zake zikawa zimeharibika. Sasa alipokuja kanisani, nilimuona Yesu mtenda miujiza alichomtendea. Na sio kwamba tulikuwa labda pengine nilimuombea, ile isipokuwa tulipokuwa tukiabudu tu, yule mtu akapokea uponyaji. Kwenda kuangalia hospitalini, figo zake zote ziko salama. Ndugu zangu, Yesu anatenda miujiza. Yesu anafanya miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia aliwahi kujaga kijana mmoja, naye pia alikuwa ametoka hospitalini, akapima HIV, akagundulika kuwa na HIV. Alikuja pale kanisani, akasema, mchungaji, mimi nao neno moja. Mimi sijaja hapa ili Yesu aniponye HIV, ila isipokuwa nimekuja ili Yesu anisamehe dhambi zangu, kwa sababu nimeutumia vibaya ujana wangu. Mimi hakuna msichana anayeweza katisha mbele yangu akapita salama. Lazima nipite naye. Kwa hiyo asema kwamba mimi imetokea hivyo, nimekuwa jeuri kwa jinsi kama hiyo. Lakini sasa nikajikuta siku moja hali yangu imekuwa mbaya. Akawa ananionyesha mwili wake, hasa kwamba nilikuwa nimebabuka na nini, na
nini wanaita mkanda wa jeshi. Lakini nini kilichotokea? Siku yeye alipokuja akasema, mimi ninachoomba Yesu anisamee dhambi. Sihitaji Yesu aniponye, nataka tu anisamee dhambi zangu tu, ili niwe na uhakika, kwa sababu najua sasa nimeshaathirika na ukimwi. Nikamwambia okay, sawa kijana, Yesu anasema akusamee dhambi zako zote na kukuponya magonjwa yako yote. Sasa wewe hata kama uhitaji kuponywa magonjwa yako, Yesu mtenda miujiza anakuponya magonjwa. Basi nilipoomba pamoja naye, ashukuriwe Mungu, surprise nini kilichotokea? Aliporudi nyumbani kwake usiku, alipolala kitandani, akawa kama anaota ndoto. Akaona watu watatu wamemjia. Mmoja amevaa nguo kama daktari na wengine ni kama manesi. Sasa nesi wa kwanza alikaa kichwani kwake na nesi wa pili alikuwa miguuni kwake. Alafu yule aliyekuwa daktari akaenda katikati ya kile kitanda, akaanza kumpapasa mwili wake wote. Alipompapasa mwili wake wote, alafu kisha akasema sasa amekwisha kupona. Yule bwana pale akashtuka usingizini. Kushtuka usingizini, anashangaa yuko peke yake, lakini kuangalia anaona hana mkanda wa jeshi. Ameshapona, amekuwa mzima. Ndugu yangu, Yesu anatenda miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anatenda miujiza. Basi alipoona amekuwa mzima, akaja asubuhi na mapema, mchungaji njoo uone. Akanivulia nguo, akasema ona, hapa mimi nilikuwa na vidonda kabisa hapa, na jana uliviona mwenyewe, lakini sasa hivi sioni hata chakovu, sioni chochote kile. Yesu amenitendea. Unajua Yesu anatenda miujiza jamani. Yesu anafanya miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe Yesu anaweza kukutendea leo. Unaamini hicho kitu? Unaamini Yesu na wewe anaenda kukutendea. Basi baada ya hapo nikamwambia nenda hospitali kapime. Kwenda kupima akajikuta HIV haipo ndani yake. Hayo ni maajabu ya Yesu. Ndugu zangu, hapa hatumpromote tu Yesu kwamba tunasema tu uzuri wake, kwamba alifanya nini. Tunasema kitu kilicho halisi. Yesu anaponya. Yesu anatenda miujiza. Siku nyingine tena nikaletewa mwanamke mmoja, yeye ngozi yake yote ilikuwa inavuja maji. Ngozi yake yote. Nilipomuuliza akaniambia kwamba hospitalini wamemwambia kwamba ana fungus. Mwili mzima ngozi inavuja maji. Ngozi yake imeharibika yote. Basi nilichokifanya, nikaweka mkono juu yake, nikaanza kumwombea. Baada tu ya kumwombea, yule mama pale ngozi yake ikakauka na akarudi akawa safi kabisa, mzima, hana tatizo lolote. Ndugu zangu, niseme hivi, je, hilo tatizo ulilonalo unafikiri linaweza mshinda Yesu? Unafikiri Yesu anaweza shinda kukuponya? Hapana. Yesu anaweza kukuponya, ila tu anachoomba kwako amini. Na mimi niseme tu wazi, mimi ni mtumishi wa Mungu, naitwa Mchungaji Mwanja. Niseme tu wazi, ninakuomba amini. Ukiamini haya ya kwamba Yesu mtenda miujiza na anaweza kukutendea na wewe pia, utaenda kupokea huu muujiza katika jina la Yesu aliye hai. Usiku wa leo na siku ya leo, yawezekana wewe umekuwa na vitu vingi ambavyo vinakusumbua, vinakutesa. Leo nataka nikuombee na Mungu anaenda kukuponya. Najua upo ushuhuda ambao utaenda kuutoa na kwenda kufanya kile Yesu amekutendea. Kama Yesu alimponya huyo mwenye kupooza, sio tu mwenye kupooza, Yesu alifufua wafu. Sio mfu, wafu. Ni wengi tu. Lakini pamoja na hivyo, hata mauti yake alipokufa, Biblia inatuambia kwamba siku alipofufuka, hata miili mingi ya watu wa kale waliokufa nayo pia ilifufuliwa. Si una habari hiyo? Kasome kitabu cha Luka. Itakwambia miili ya watu wengi wa kale ilionekana ikitembea Galilaya, ikitembea mahali fulani. Nini maana yake? Yesu anafanya miujiza. Na mimi leo nataka nikuombee Yesu akakutendea miujiza ndani yako.
Yesu akatenda miujiza kwenye biashara. Yesu akatenda miujiza kwenye masomo yako. Yesu akatenda miujiza kwenye ndoa yako. Yawezekana umemkatia tamaa huyo baba, unasema amekuwa mrefu sana, hata maisha hayaendelei, maendeleo yetu hatuyaoni, lakini leo nimekuja nikutangazie ya kwamba yupo Yesu anayetenda miujiza, anaenda kukutendea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Umemkatia huyo mke wako tamaa, umesema huyu mwanamke hashikiki, amekuwa ni mwanamke ambaye mdomo wake kama chiriku, anaongea sana, lakini yuko Yesu anayeweza kurekebisha mapito yenu ya ndoa yenu, na ndoa yenu ikawa salama katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yawezekana ni watoto wenu wameshindikana, lakini naenda kuomba Mungu anaenda kurekebisha katika jina la Yesu. Yawezekana kazini kwako umetamkiwa kwamba lazima utaondolewa, utawekewa zengwe mpaka ushindikane wewe kuendelea kufanya kazi, lakini leo nimekuja nikutangazie ya kwamba yuko Yesu mtenda miujiza anaenda kukutendea katika jina la Yesu Kristo. Hebu amini saa hii na mimi niende kuombea katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu neno lako ni ukweli. Na ukisema neno manake umeahidi. Na wewe Yesu ukiahidi unatenda ukweli. Na kuomba sasa Bwana Yesu, mtendee huyu mtu. Usimwache akaadhirika Bwana. Tazama Mungu wetu mwenye nguvu na uweza, amechukua mikopo lakini biashara haziendi, usimwache aadhirike. Bwana Yesu, tazama huyu mtu ametishiwa kufukuzwa kazi, na wakati huo ana familia inayomtegemea na watu wengi. Yesu, huyu mtu usimwache aadhirike katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tazama Bwana, huyu mtu aliyelala kitandani ana magonjwa, naomba uzima na uponyaji katika jina la Yesu. Maana nimetambulisha kwamba wewe Yesu ni mtenda miujiza. Naomba mtendee sasa katika jina la Yesu. Magonjwa koma kuanzia sasa. Shida ondoka kuanzia sasa. Mateso toka kuanzia sasa. Taabu toka kuanzia sasa. Natangaza uzima na afya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana mabwana, mfalme wa falme, Kristo mwenye nguvu, na kuomba jidhihirishe na uthibitike katika utukufu wa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Naomba nikishukuru. Asante Yesu, unayeweza kutenda, unayeweza kufanya. Nami ninaamini kwako katika utukufu wa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Natangaza uzima, pokea maradufu, na Bwana awe pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana amekutendea miujiza, amini tu. Bwana ametenda hata yale ambayo sijaomba. Mungu ametenda. Usiseme mbona pastor hujaniombea kitu fulani. Sikiliza, mimi nimeomba, ninaamini Bwana amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa kwa ushuhuda, wewe Mungu amekutendea kitu katika katika ibada hii tuliyokuwa nayo sasa, basi unaweza kutoa ushuhuda wako kwa namba hii 0762 68 07 97. Tarudia tena, kwa wewe ambaye Mungu amekutendea muujiza, hebu basi unaweza kutoa ushuhuda kwa namba hii. Lakini pamoja na hivyo unaweza pia ukatoa sadaka yako kwa namba hii 0762 68 07 97. Tarudia mara ya mwisho. Wewe ambaye una ushuhuda kile Bwana amekutendea, usinyamaze kimya kama Bwana amekufanyia mambo makuu. Sasa wewe uliye na ushuhuda, basi utatoa kwa namba hii. Lakini pia unayo sadaka yako, usiache kutoa, utatoa kwa namba hii 0762 68 07 97. Bwana Yesu akubariki sana. Nikutakie siku njema yenye mafanikio makubwa, na neema ya Kristo Yesu izidi kuwa pamoja nawe. Ninakupenda sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ni ndugu yangu na ni rafiki yangu. Amen. Shalom. Shalom. Amen.